Uwenyeji wa funzo katika fahamu za binadamu unahitaji ukamilifu. Ikiwa tumemaliza sehemu ya kwanza, haina budi kuendelea na sehemu ya pili. Karibu kuisikiliza sehemu ya pili ya simulizi yako nzuri iitwayo Ngomani. Simulizi yenye uwanda mpana wenye mafunzo juu ya mlengo wa kimila na tamaduni. Imeandikwa na Raida 17 na imeandaliwa na kusimuliwa na mimi Milik Sounds Mbaba. Karibu. Hakika nililisikia jina la mama yangu, Binti Kijazi. Nilijikuta nikisema, wewe ni Binti Kijazi Kingo? Na yeye alinijibu akisema, ndio mimi yangu, vipi umekubali shao? Ona sasa, nilijua nimeshatembea na mama yangu hiyo siku, na la kufanya nilivaa nguo zangu na kutoka. Sikuweza kuendelea na ile kazi. Niliwaacha wenzangu huku nikidai najisikia vibaya. Hakukuwa na siri. Vijiji vyote vilijua kuwa nimelala na mama yangu. Kutokana na kutokuwa na muda wa kujiandaa kwa ajili ya tendo, basi michubuko iliyopatikana ilisababisha mama kupatwa na virusi vya ukimwi. Na ninajua mimi ndio niliyemwambukiza, japo sina uhakika. Miezi michache mbele alijigundua kuwa ni mjamzito. Hakuweza kutoa wala kufanya lolote, maana mila hazikuruhusu kutoa mimba. Alilea mimba ile. Hapo ndipo baba yangu alipoishia kuandika. Mimi baba yangu alipaswa kuwa kaka yangu na mama yangu alipaswa kuwa bibi yangu, na nilikabidhiwa maandishi baba yangu hadi hapo aliposoma. Na pia nikahadithiwa historia na mama yangu kabla hajafariki. Nikasema nitaunganisha hadithi mbili, ya kwangu na baba yangu, ili watu waweze kujifunza. Sasa unaweza kuendelea. Naam, msikilizaji, ningependa kuendelea chapter inayofuata. Ipo kama ifuatavyo. Yasin Rashid Kingo. Baada ya kuzaliwa, nilikuwa nikiamini mama yangu ni bibi yangu kwa kipindi chote hicho. Na taratibu nilianza kupenda kucheza ngoma, lakini Binti Kijazi hakuwahi kuniruhusu nifanye hiyo kazi ambayo nilikuja kugundua kuwa nilirithi kutoka kwa marehemu baba yangu. Kutokana na uwezo wangu mkubwa wa kucheza, mama yangu aliamua kunihadithia kisa cha mimi kupatikana, na ndipo hapo aliponiambia nichague fani ninayoipenda. Na ndipo nilianza kupenda mchezo wa mpira wa miguu. Kutokana na kushiriki umitashunta shuleni, nilijikuta nikipenda kufunga zaidi ili nipate nafasi ya kwenda kucheza kwenye kibendera. Na ndivyo ilikuwa safari yangu ya umeseta, kituo, kata, kanda hadi timu ya mkoa na kujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya vijana. Baadaye nilienda kwenye akademi nchini Ubelgiji, nikaelekea Ujerumani katika klabu ya Frankfurt, na nikaja senior team, nikahitajika na Aston Villa, baadaye Chelsea hadi leo. Ninashukuru kujitambua mapema kwa mama kuwa ni mwathirika, ilimfanya kuchukua hatua dhidi yangu. Funzo: tutunze mila na tamaduni zetu kwa njia sahihi, kutokupelekea ngono nzembe au kuhatarisha maisha kwa tohara zisizo rasmi au ukeketaji kwa wanawake. Na hivyo ndivyo kitabu cha historia ya Kingo kilivyosomeka. Kilinifanya nitokwe na machozi. Nilimkabidhi kitabu na yeye alisema, mimi ni kijana ambaye baba yangu ni kaka yangu na mama yangu ni bibi yangu, na wote hawa ni marehemu kwa kuendekeza mila na tamaduni potofu. Nimeamua kudumisha mila na tamaduni yangu mimi, Mzaramo Wanjani. Toronda mila na tamaduni zetu. Mimi ni Mzaramo.